Na ile toto ina kwa ina wakala iko. Naona mama nenda moyo wera neguo. Na leo toto kwenda tetu athie kaundu kau kariganire. Riu ndirenda kumuhoya na gitio tondu twina njamba itu na umira gatundu Kiambu. Oka nigetha andu a Rift Valley magunike. Rift Valley. Polytechnic ewe tombegi, Polytechnic ewe toki topei, desiole, sijikusanyo na NYS, hina siwata wataingia, hapa wako mimi. Amate kila heke siwona. Alama kuhewe na kukuma hewe na kukuma. Alama takuhewe na kukuma, demele hewe na majuu. Kutari wila mwa. Mbele te presidenti itawili ya Bruto. Mbukana kama kalivie. Mbukana kama kalivie. Mbukana kama kalivie. Asante sana. Wengi mlo. Motu. Bebeto. Edamu hai. Motu. Waziri gigi mana nama tano. Asante sana. Agiri. Basi agiri. Bila kutoka dole. Kalau adine tukijina mheshimiwa wangu kabla kutoka. Tukijina mheshimiwa wangu na mtoka tumetikana huko leo. Mungu mahata. Asante sana. Thank you so much. Atere. Apatika netofaka motuo. Nekata leo tuadie. Totiga inyo mokena na motu negwa. Na ile totiga iro pero merogotana. And secondary schools. Everybody, the president has directed. Rais ametoa mwelekeo. Mtu yote lazima aingie katika hii mfumo ya biometric ndio tuhakikishe kwamba hakuna udanganyifu. Unajua juzi tulikamilisha biometric ya wazee wetu wale tunatumia pesa ile ya wazee ya cash transfer. Kati ya wale walisajiliwa 1.9 million tukakuta ya kwamba 190,000 walikuwa hawako, ni ile ghost people. Unajua hiyo ni idadi kubwa zaidi na pesa mingi zaidi. Nishukuru PS Mutali na Waziri Florence Bole kwa sababu ya hiyo shughuli walianza. Hiyo shughuli ndio tumefuata leo. Na nitaongea na ndugu yangu Waziri Machogu kuhakikisha kutoka primary schools hata magavana wetu kutoka ECD primary schools mpaka secondary schools mpaka universities kila mtu aingie biometric kuhakikisha ya kwamba hii maneno ya elimu tunaweka mbele. Hatuwezi kuangalia kama hiyo pesa inakuliwa na mtu anaitwa ghost students ama ghost teachers na maneno mengine. Kwa hivyo hii maneno ya biometric niseme tena na tena, kwanza ni muhimu sana. Ya pili ndio itaweza kuondoa mambo ya udanganyifu katika sekta yetu. Hata sisi ni pati ya hiyo sekta ya elimu because tuko hapa kufundisha hawa watoto. Na ya tatu, hakuna option. Rais amesema kama hakuna biometric kwa mtu yote ambaye anagusana na elimu sisi tukuweko, amesema mambo ni matatu. Kwa hivyo mimi ningetaka wengine wafanye waige ile mfano tumeiga leo ya kuhakikisha kwamba wanafunzi wote tunawasajili kwa njia
biometric. Mwisho, wiki ijayo niko na mkutano na baraza la magavana, Council of Governors. Na hiyo shughuli ni muhimu sana kwa sababu tuko na zile vocational and technical training centers. Zile mnaziita village polytechnic hapo zamani. Na tuko na center hizo 1,500. Tutafanya mazungumzo na tukishirikiana, tukiamua, tukisikizana. NYS tumekubaliana kwamba ndio itachukua hizo vocational centers zote 1,500. Ile masomo ambayo hawa vijana wakitoka hapa wanaingia kufanya ile kazi kama ya kulima, ile national service, kutoka hapo wanaingia kwa katika hiyo masomo. Hiyo masomo sasa tutawasambaza katika all center 1,500 katika taifa letu la Kenya. Na ndio hii maneno mzuri ambayo iko Gilgil, tukuwe na Gilgil katika kila kijiji. Na ndio hata hawa wamesoma hapa wakirudi huko waweze kufanya kazi mpaka huko mashinani. Na hapo ndio tutachukua vijana wale ambao tunatafutia kazi huko ng'ambo. Sasa itakuwa kutoka kila kijiji. Na pia hizo centers 1,500 tutafanya kazi na wizara yetu ya ICT, pia zitakuwa digital hub. So kado na ile 1,450 ward hubs ambazo waziri wa ICT Ogalo anasambaza, hizi NYS tunaziita NYS mtaani, ambazo saa hii ndio hizo vocational centers. Hizo NYS mtaani 1,500 pia tutaweka mitambo ya digital, so zitakuwa pia digital centers, na kuhakikisha kwamba kona yote ya Kenya hii maneno ya kazi ya dijitali, kazi ya kupeleka watu huko nje, wale watafanya kazi katika kazi za mijengo, wale watasaidia mambo ya kilimo, watasaidia mambo ya maji, tumewasambaza Kenya mzima. Kwa majina naitwa Mary Wangari Mwangi, ama British. Mimi naishi hapa Lakeview. Tumekuwa na wakati mgumu sababu ya kuwa na barabara za matope all through, lakini tunashukuru Mungu tumekumbukwa. Tumeona kupendwa, tumeona kukumbukwa kwa sababu Nakuru imekuwa city na sisi tumeona Kalami kwanza ya kijiji imekuja kwetu. Itainua Lakeview, na hata vile iko karibu na lake, hata watalii wataanza kupitia huku kwetu na wataona kuna security, na hiyo kitu tunashukuru sana kwa gavana wetu. Majina yangu ni Purity Nyagothie na mimi ni mkaaji wa hapa hii Murogi Madaraka Estate. Mimi ni mfanyakazi wa hapa Kimbada, na tumefurahi sana juu ya serikali kuu na World Bank kwa kukuja kututengenezea barabara na mataa. Na hii barabara imekuwa baraka kwetu na itatusaidia katika hii kijiji yetu. Kwa hivyo tuko na furaha sana na tunafurahia sana serikali yetu. Itatusaidia kibiashara, wakaanji wa huku manyumba, tutapata maendeleo kimanyumba, na tukayo watu na wale hawana kazi, vijana wetu wamepata kazi, wamama wamepata kazi, pia wazee wetu wamepata kazi. Na hii mataa imetusaidia kwa security juu tunafanya kazi, tutakuwa tukifanya kazi usiku na mchana, na pia tambia sitabadilika katika hii kijiji yetu juu rights ziko sawa. Haya, majina ni Wilson Abodem, tunakaa hapa Freria. Na tunafurahia sana, pia hata tunaomba lights ziwekwe ndio ipunguze wizi hapa hivi kwa hii maeneo. Tunataka pia hata saa hii tunashukuru juu ajira kwa vijana inapatikana. Vijana wetu wanapata kazi, wanafanya kazi ya barabara. Tunashukuru kabisa kwa ajili ya hii maendeleo, na pia sisi hata tunakazana, hata sisi tulikuwa watu wabaya, lakini Mungu ametuwezesha tumeweza kubadilika. Juu kama vijana huko Madaraka. Kwa majina ni George Njoroge, na nashukuru sana. Mimi ni mkaaji wa hapa Murogi Madaraka Estate, na tunashukuru sana kwa hii barabara ambayo Susan Keka ameweza kututengenezea.
tunashukuru sana, na hizi lights ambazo zimeweza kuwekwa tunashukuru, zimeweza kusaidia kwa usalama wa security na kwa wakaaji ambao wanapita kwa barabara usiku, wale ambao wanashuka gari pale usiku. Tunashukuru sana na tunasema ni asante sana. Security hapa imekuanga namna gani? Security ilikuwa mbaya sana. Hapa wamama wangeweza kushuka gari kama mwendo wa kuanzia saa 4 mpaka saa 5, saa 6 hawangeshuka gari pale, lakini kwa saa hizi wanaweza kushuka na wanateremka mpaka nyumbani. Good. My name is Kamau Kuria, in charge, or the chief officer in charge of housing and urban development for the county government of Nakuru. This program is essentially in line with Her Excellency's agenda, what we are calling the Governor's Urban Agenda, Her Excellency Susan Kihika. And the agenda for urban, in line with the UN goals, is to ensure that we have sustainable urbanization, leaving no one behind. Now, the importance of this is to regenerate our urban areas, particularly the informal settlements. That's the main agenda. Now, under this program of regeneration, we are looking at improving access in the informal settlement. That's just opening up our informal settlements so that they can be accessible by tarmacking them. Apart from that, we are also providing the non-motorized system, that is the pedestrian walkway in all our informal settlement, to ensure that our people are safe walking there, and also particularly the children. We are also targeting with this program to install street furnitures across the informal settlement, and that is purely to ensure that our people are able to relate with the streets and with the infrastructure, because they are the core beneficiary of this program. This program is being implemented in a 1-year period, 12 months, so it's a marathon, phase 1, and then we'll go to phase 2 before the end of the closure of the program. And this phase 1 is looking at 4 settlements, essentially 3 in Nakuru town, that are Wasof, and 1 program in Naivasha, and looks in issues of infrastructure, water access, sewerage, and lighting, opening up the streets and these settlements in terms of lighting. And so we are hoping that after the program is done, we will be able to have provided some incentives or stimulus for the local population or the local people to, activate their socio-economic angle. So we're expecting improved businesses, even if they're informal business, the kiosks, especially when we do paving. I can imagine in the evening, you'll meet the mama mboga, the tomatoes, the cabbages on improved pavings, and that means more dignity for our workers and our mama mbogas. The first phase, what I call infrastructure A, because we are now finalizing the designs for B, the infrastructure A is at approximately 500 million, approximately. That is for the 4 settlements. And now we are now finalizing designs for what I'm calling the phase B of infrastructure of a similar amount. Okay. Yes, when we talk about the tarmac, and that's why I'm very specific on the tarmac and the non-motorized, we have more non-motorized. And that means now we are trying to see how then we reduce the traffic in some of these areas. Essentially, we are reducing the carbon. By reducing the vehicles, by increasing and encouraging our people, by providing the space to walk, opportunities for the kids to start cycling and grow a culture of cycling. That means the sustainability long term. The roads and the non-motorized are the major stimulus, plus the lighting, opening up these settlements. Some of these areas you cannot access beyond 8 o'clock. The Kwamologi, Mashimoni, kule chini, you cannot access actually even at 8. It's a big risk. So we are saying that the moment we provide street lighting plus the high mask, because we want to provide both, those high masks that gives luminance to a larger portion, and then the street lighting plus the street furniture. That means opening up the space to interact at night, where our Zs can meet and sit, because we are going to provide seats, and they can talk their issues. By the time they are looking back, it's 11 o'clock. Things you can't do now. So it's actually the stimulus for people will find their own way and survival the moment you provide that stimulus. I'm Peris Washira, the site engineer for this particular project. We are tarmacking the Machakos Road. It's a 950 meters long road. We have a 6 meters carriageway,
non-motorized traffic facilities and drainage facilities on either sides of the road. So far, we've done site clearance and topsoil stripping. Yeah, and it's still in progress, although it's like 98% done. We've been given a period of 1 year, and we're hoping to complete everything within the given time period. Yeah, we have 4 settlements, Karagita in Naivasha. We have this one, Lakeview, Machakos Road. We have another one in Kwamurogi Settlement. There's 2 roads for that one, St. Augustine and Peketoni Road. And also we have another settlement called London / Hilton. We have 3 roads there.